Kijana na mali za giza katika kijiji kidogo kitwacho Kasenga, kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Jabali. Jabali alikuwa yatima, akiishi na babu yake Mzee Sefu, mvuvi na mkulima wa kawaida. Maisha yao yalikuwa magumu mno, mara nyingi walilala kwa uji tu bila mboga. Jabali alikuwa akiwaza, kwa nini mimi ni masikini? Kwa nini wenzangu wanavaa vizuri na kula vizuri, lakini mimi si bahatiki? Ndoto ya utajiri ilianza kumpa usingizi mchungu. Siku moja alipokuwa akitembea msituni, alikutana na mzee mgeni mwenye macho mekundu kama makaa. Mzee huyo alimwambia kwa sauti ya ajabu, kijana, kama kweli unataka utajiri, njoo usiku kwenye pango la mwanga. Ulete kuku mweupe na tone la damu yako. Utajua siri ya mali ambazo dunia haijawahi kuona. Jabali alibaki akiwaza. Usiku ulipofika, alikumbuka onyo la babu yake. Usitamani mali za giza, mwanangu. Zina sumu, lakini tamaa ilimshinda. Akachukua kuku mweupe na kwenda pangoni. Alipofika pangoni, tambiko likafaniwa. Giza lilijaa mwanga wa ajabu. Upepo mkali ukapuliza, na ghafla mkononi mwa Jabali ukawepo mfuko mzito uliojaa sarafu na noti mpya. Kuanzia siku ile, maisha yake yakabadilika. Alivaa mavazi ya bei, akajenga nyumba kubwa, na watu wakaanza kumheshimu kama tajiri kijijini. Lakini kila usiku alianza kusikia sauti zikimuita, mali hii si yako, ulipewa kwa damu, lipa bei yako. Sauti zikawa kubwa kila siku. Jabali alianza kuona ndoto za kutisha, nyoka wakubwa wakimzunguka, moto ukiteketeza nyumba yake, na marafiki zake wakigeuka wanyama wa ajabu. Chakula chake kiliguka machanga, na usingizi ukamkimbia. Watu wa kijiji wakamshuku wakisema, utajiri huu si wa kawaida, huyu kijana amejiingiza kwenye giza. Marafiki walimkimbia. Wivu na hofu vilimzonga. Ndipo akatambua mali zile zilikuwa mzigo, si baraka. Babu yake Mzee Sefu alipomwona mjukuu wake akidhoofika, alimpeleka kwa mzee wa dawa za jadi, Mzee Chogela. Mzee huyo alimwambia, mali ya giza haina mwisho mwema, lazima uirudishe, usije ukapoteza roho yako.